yufsidu fiha, utajalia katika ardhi hii mtu ambaye kwamba atakuja kuifisidi? Maana binadamu atakuja kuifisidi ni ardhi, kwa sababu majini walifanya yale, ndio wakauliza wale malaika. Majini ndio watu waliumbwa kwanza, wajanna khalaqnahu min qablu majini waliumba kwanza. Sasa wakaona itakuwa ngoma ni ile ile, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Mungu akawaambia malaika, inni a'lamu, mimi najua, ma la ta'lamuna, musayajua, don't question my authority. Kwa hivyo kuja kwake kwenye ardhi ni plan, ni scheme Mwenyezi Mungu alianza kutoka mwanzo. Sasa watakuja watu waielewe makosa ile, kama Wakristo waja kuieleza kisa cha Adam kwamba ametolewa peponi kwa sababu ya dhambi zake. Original sin, na mpaka leo sisi twalipa, twaondoa ile dhambi ya Adam. Hii ni katika vitu misconceptions ambao walizonayo manaswara. Ndio kwanza mtume akamwambia nenda kwa Abu na Adam, nenda kwa Adam. Kisha Adam kuna humility pale. Adam alipokosa alifanywa akose na Mwenyezi Mungu, na alipokosa hakutoa sababu. Alimwambia tubtu, nimetubu. Ibilisi kinyume chake, Ibilisi alikuwa kama mtu hivi, uko kazini wewe, umefanya kazi miaka 30, umetoka kutoka chini mpaka juu, kisha mara aletwe mtu aketi ofisini kwako, kile kitu ulikuwa keti wewe aketi yeye, yule mwenye kampuni akwambie sasa huyu ndiye bosi wako. Wewe uta question, mimi miaka yote nimefanya kazi, leo aje huyu mtu hata hajajua kazi, hajajua nini umweka. Ibilisi ilikuwa kama hivi story ya huyo mtu. Ibilisi ametoka, amefika mpaka state kubwa sana ya malaika. Kana minal jini fafasaka an amri rabbihi, akenda kinyume na amri ya Mola wake. Kule kwenda kinyume akaanguka pup, aka question authority ya Mungu, akamwambia mimi khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, vipi itakuwa sawa? Sasa ile ku question authority ya Mwenyezi Mungu. Lakini Adam pale pale sema tubtu, mimi nimetubia, kuonesha ile humility alokuwa nayo Adam, kisha rehma alokuwa nayo Adam. Amemkuta Adam upande hunu kuna watu weusi, kuna upande hunu ngara, akiangalia huko afurahi, akiangalia huku yualia. Amfundisha mtume ile rehma alokuwa nayo yeye Adam kwa umati wa kwa binadamu. Na yeye ilikuwa ni fundisho, ndio yeye mtume akasema hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, uhai wangu mimi ni khairi kwenu nyinyi na kufa kwangu ni khairi. Nikiona kitu mwafanya uzuri, hamidullah,
humhimidi Mwenyezi Mungu mkawaombea Mungu, na nkiona mmekosea huwaombea Mungu. Huyu Adam alilia tu, aliwalilia wale kuwasikitikia. Mtume hatofanya hivyo. Mtume atawaombea Mungu, atuombea Mungu. Tukikosea tu atuombea Mungu. Akituona tumefanya dhambi, akiona amali zetu afurahi. Hazizun alayhi ma anitum harisun alaykum, anapupa na nyinyi zaidi ya mama. Sasa ilikuwa ni fundisho kumuoneshwa kwa Adam. Kisha yule Adam, yale maneno aliyomwambia Mtume, alimwambia Adam, alimwambia nini? Alimwambia marhaban biibni salih, alimkongowea kama kijana mema. Basi kisha akaenda kwa Idris. Idris kama vile Mungu alivyosema, warafa'nahu makanan aliyya, alipaswa akapelekwa mahali juu kabisa. Na yeye ni awwalu man khatta bil qalam, mtu wa kwanza kuandika ni yeye, mtu wa kwanza kushona ni yeye, kuonesha kwamba Mtume kitu cha kwanza atakachowaambia watu wake ni wasome. Aya ya kwanza katika aya za kwanza aliambiwa nun wal qalami wa ma yasturun. Mungu amemuonesha kwamba Idris ni huyu mtu wa kwanza, man khatta bil qalam ni Idris. Kisha warafa'nahu makanan aliyya, na yeye ikawa ndiye mtu wa kwanza. Makka kulikuwa hata watu 10 hawafiki wajua kusoma, lakini wakaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram. Kwa hivyo kumuona Idrisi ni katika mafundisho atakayo. Hii Israi na Miaraji ni Mtume awa prepared, akifika Madina awe ishafanyika mambo fulani. Wale mitume ni kama kioo cha kujionea yeye utukufu wa risala ya Mwenyezi Mungu. Manhaji yote iko kwenye mitume. Wa minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alayk. Kisha ikaja kwa Musa. Kwenye hadithi hii hakutaja, kwenye hadithi nyingine zitakazokuja kumetajwa ya Yahya na Isa. Yahya ni nani? John the Baptist. Katika watu mitume, lam naj'al lahum min qabli samia, hakuitwa mtu yoyote, kwanza aliitwa yeye. Katika miujiza ya Mwenyezi Mungu aliambiwa ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, tutakupa kijana aitwa Yahya. Mungu amemtaja jina kabla hajazaliwa katika miujiza ya Mwenyezi Mungu. Na Zakaria aomba miaka 99. Mimi na wewe tukiomba siku 2-3 uchachoka. Yule hachoki. Zakaria hakuchoka. Wakristo mwita Zakayo. Na sisi tuwapa heshima
mitume. Hakuna watu ambao watukana mitume kama Wakristo. Ndio Bernard Shaw asema ni heri kuangalia sinema au picha za chachafu kama kusoma Biblia. Mitume ya Mwenyezi Mungu yatukanwa namna moja. Nabii Isa, Maryam ambiwaje kwamba and thee went on to her, ati yule malaika alikwenda akamparaga Maryam, went on to her. Lugha gani hizi za kutumika kwa mitume? Qur'ani yazungumza tamu, farsalna ilaiha ruhana, tukapeleka tumi zetu, ukamvuvia. Hakuna masala ya kupandana. Kupandana ni jibwa na mimi na wewe, sio mitume. Huyu aomba nino, akenda siku hiyo amemweka Maryam awe atakuwa kiabudu kwenye ile kanisa hekalu. Akaona matunda ya winter na matunda ya sama wakati wa winter, akamwambia anna laki hadha. Mzazi aona, vipi huyu, anna laki hadha? Wewe ukenda ukiona friji nyumbani liletwa, bali wamuuliza mwanamke latoka wapi hili? Ni lazima uulize kama mume, usiwe ni hewala tu. Kitu kimekuja kijulikane. Mtoto ankuja na simu ya laki nzima na humuulizi manake nini? Siku ya pili ndio kalete zaidi ya hii. Zakaria amwambia Maryam, anna laki hadha. Kambia qalat huwa min indillahi, yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Basi pale Zakaria sema hunalika daa Zakaria rabba. Hapa ndio atakapoomba Zakaria kwa Mola wake. Kumbe wewe una direct link, si mahali popote, mpaka pale mahali pale pana watu. Zakaria alikwenda kutawassal na mahali ambapo kwamba Maryam ameletewa matunda ya kiajabu. Dua yako hapa haiwezi kuwa dua yako ya Madina. Dua yako hapa haiwezi kuwa dua ya kama Maka, mahali patakatifu. Dua yako mbele ya watu ambao kwamba ni watakatifu, si kama yako wewe mwenyewe. Yako wewe mwenyewe tafika hapa idunde, lakini mahali ni mahali pale. Wategemea mahali gani wewe waomba? Hunalika daa Zakaria rabba, akaomba akapata mtoto, akaambia tutakupa mtoto. Kwa ile dua pale mahali ulipoomba. Siku zote aomba Zakaria hapati. Musa legacy yake yajulikana, tumeisoma mara nyingi. Kupambana na Firauni, kuweza kuwakomboa Banu Israila kutoka Masri. Si watu 5, watu 6, antoka na watu 700,000. 700,000 amvuka nao Red Sea, akawa convince
mpaka watoke, na wakatoka. Watu wakamletea shida kweli kweli. Wakifika Red Sea, Firauni yuaja. Baada ya kumwambia Musa, inna la mudrakun, tushadirikizwa. Mbele kuna bahari, nyuma kuna Firauni, hakuna pa kukimbilia. Musa amwambia nini? Angalia imani, inna ma'iya rabbi, mimi na Mola wangu sayadin. Pale pale ambaye piga, toa fimbo yako ipige bahari, ikatoka ndia pap, ikatoka ndia. Tena ndia yenyewe ikawa kavu, bahari maji makubwa, bahari hakuna tope, ikawa vumbi tupu. Wakavuka. Kiasi cha kuvuka, wala akamwambia Musa, hawa wako nyuma yetu na wao wavuka. Akamwambia, usiogope, Mungu atafanya kazi yake. Wakavuka. Wakimaliza kuvuka, wale waja nao bahari ikafungika, wakafa watu wote. Akaokoka Firauni peke yake, kuonesha nguvu za Mwenyezi Mungu. Akenda nao, kuna mafundisho mengi Musa alipambana nao. Alipambana na watu wazito, watu hawasikii lugha, wantoka baharini, maguu hayajakauka, wamwambia Musa wataka kumwabudu kigombe na wao. Musa amwambia, jamani, sasa hivi mumeoneshwa nguvu za Mwenyezi Mungu, sasa hivi mshageuka. Wakawa hawaoni, wataka lazima wamuone Mungu. Tunataka kumuona jaharan. Kila aina vituko alivipata Nabii Musa. Na hapo baada wakati wa kuzaliwa nayo kulikuwa na miujiza ambao kwamba ni marefu tutaeleza, lakini ile risala yenyewe aoneshwa nani? Ulul azmi minar rusul. Aoneshwa Musa, na Musa mwenyewe akamsaidia mtume kwenye ile risala alopewa kule. Alipokwenda juu huko, alipopewa swala, Musa akamwambia, je, mkuja na nini? Ambaye tumepewa swala 50. Ambaye nyingi mno, rudi. Mimi na swala 2 pia watu hawaziwezi. Akarudi akapewa 25. Ambaye bwana, rudi bwana, 25. Sasa Nabii Musa ataka kuona ile nuru ya mtume aliyoipata kwa Mungu, ndo saa zote amregesha. Alipomregesha mtume, Mwenyezi Mungu akamwambia, bana, swala ni 5, hizo ni kadiri ya 50. Bas, maneno yangu mayalfidhu ladayya, hakuna tena, close chapter. Akateremka. Nabii Musa alisikitika sana kumuona Nabii Mtume Muhammad. Alikuwa na ghibta. Ghibta ni kutamani. Sema kijana huyu wajuzi ampata haya aliyoyapata, na sisi tunataka tumesondukana kweli kweli, hatukupata kama aliyoyapata yeye. Akaja kwa Isa naye, na akaja kwa Ibrahim. Ile Ibrahim ndo legacy yote. Yeye ndio aliomba akamwambia, ya Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wab'ath fihim rasulan. Umlete mtume hapa. Ni dua ya Ibrahimu. Yeye ndo alomrithi Ibrahimu.
Ndio Mungu akasema watakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ibrahimu aliambiwa inni jailuka linasi imaman, mimi nimekujalia wewe kuwa ni imamu wa watu. Mayahudi wajue kwamba Ibrahimu hakuambiwa kwamba ni imamu wa Mayahudi au ni imamu wa Manaswara. Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba wewe, mimi nimekutajalia wewe kuwa ni imamu kwa watu. Ibrahimu akamwambia Mungu, wa min dhurriyati, na nitakavyowazaa wote. Mungu akamwambia qala la yanalu ahdi dhalimin, hawatopata madhalim. Kuna wengine watabudu masanamu, kuna watu utawazaa wewe waje wageuke waje waabudu masanamu. Vipi watakuwa nini? Kwenye masala ya utume ni Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye kutagua. La yanalu ahdi dhalimin. Kiwa masala ya riziki, alipomwambia warzuqa lahum min athamarati, wape watu wa hapa riziki, akauliza waman kafara, na alowakafiri kamba waman kafara, kwa sababu kafiri pia riziki iwala kama mumin. Lakini masala ya imani ni kwa mtu ni Mwenyezi Mungu atagua atakao kumpa. Na alimkhusu sana Ibrahim kwa sababu Ibrahim ilikuwa ndio legacy ambayo kwamba yeye ameiweka hija, ameiweka maneno. Na yeye Ibrahimu alihusia watu haswa, wa waswa biha Ibrahima banihi wa Yaqub, aliwaita watoto wake pamoja na mjukuu wake Yaqub, akamwambia ma taabuduna min baadi, naabudu ilahaka wa ilaha abaika wa nahnu lahu muslimun, na sisi tutakuwa ni Waislamu. Hakusema nahnu tutakuwa ni majuda. Na ile title alizozipata katika hadithi hii, title aliyopata kutoka kwa Musa, alimwambia marhaban bil salih wal akhi salih. Musa alimwambia marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Na Ibrahim alimwambia marhaban bin nabiy salih wa ibn salih kama Adam. Na wote hao alotoa ijaza ni mmoja peke yake. Ijaza, kuna kitu chaitwa ijaza. Yule shekhe lako ukwambia kila usubuhi soma uradi hunu, soma uradi hunu, soma hiki, ile yaitwa ijaza. Na Mtume alipewa ijaza na Ibrahim. Ijaza kubwa ilikuwa ni ya Ibrahim. Alimwambia ikra bi ummatika assalam,
nitolea salamu kwa ummati yako, waambie kwamba ardhi janna ini ardhi ina rutuba sana, wa ghirasuha la haula wala quwwata illa billah, na mti wake wameze mti peponi, na waambie waseme la haula wala quwwata illa billah. Hii ilitoka kwa direct kwa Ibrahim. Mtume akaja akawaambia akatuambia sisi, hii ni ijaza. Wale masufi wakitoa ijaza, ameanza mtume kupewa ijaza na Ibrahim. Amepewa mtume kupewa, na yeye mtume ametoa ijaza. Ametoa ijaza ya mtu kwamba wamwende kwa fulani wakaombe dua. Mtume alimwambia Saidna Umar na Saidna Ali, kutakuja mtu kutoka Yaman, ana alama ya mbalanga hapa kwenye mkono wake, aitwa Uwaisul Qarni. Akija mtu huyo, nendeni kaombe dua. Hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim. Sasa fikirisha Ibrahim na huyu Saidna Umar na Saidna Ali waombe dua kwa mtu wa tabiina, kuonesha mtume hapa atoa mfano kwamba kuna watu watakuja baada yenu, nyinyi watakuwa watu wakubwa sana. Ilipokuja wafdi kutoka Yaman, sasa baada ya miaka mingi, lakini watu wakiambiwa na mtume, maneno ya mtume si maneno ya matezo, huwezi kuyasahau. Saidna Umar akakumbuka, wafdi wa Yaman wakaja wakamkuana nini, akamwambia watu wote ni nyinyi. Akawaangalia kaona kama kwamba hayuko yule. Wakamuuliza, afikum uwezo? Nyinyi kuna uwezo? Ndio, uwezo iko pale, tumemweka. Manake atunza magari, ichaji ya kuangalia ngamia na nini. Manake mwate haina neno, ambaye ndiye nimtakaye huyo. Akija akamuona na ile alama, alimtia ndani, akamwambia mtume amenambia mimi na Ali, ukija tuombe Mungu wewe. Uwezo akalia sana. Uwezo akamwambia Saidna Umar, mimi naomba kitu kimoja, kama vile mtume alivyoomba kuambia, na mtume hakuambia watu wote, mtaka ni mimi na wewe tu hapa. Saidna Umar akamwambia, la, sitaka kuweke hapa wewe kipenzi cha mtume. Akamwambia, la, mtume hakuambia muniweke hapa, mfuateni mtume. Mimi nakuomba na wewe usimwambie mtu yoyote, ni mimi na wewe tu. Lakini kitu kimesemwa na mtume kitaenea sharqan wa gharban ila yaumil qiyama, kuonesha watu waweza kupata daraja kubwa sana. Kama Nabii Musa kwenda kwa Khidri, wapi kwa wapi Nabii Musa na Khidri, yule ni ulul azmi min ar-rusul, lakini aliambiwa nenda kwa Khidri ukasome, ukapate mambo ambayo kwamba huyajui. Mwenyezi Mungu, dhalika fadhlullah yutihi man yasha, huwapa watu atakao. Kuna watu hupewa tu ile pigwa ile tochi, hata si tochi, ni jua, wakapandishwa juu kabisa.
Sasa tumaliza hadithi. Wakana Ibnu Abbas wa Abu Habba al-Ansari yaqulani, ikawa Ibn Abbasi na huyu Abu Habba al-Ansari yaqulani wasema, qala an-nabii, kisha mtumi, thumma araja bi hatta dhaharta, nikapandishwa mimi hata nikadhihiri kabisa. Manake kupanda kabisa, limustawa, kwa mustawa ambao kwamba asma'u fihi sarif al-aqlami, ikawa yeye husikia zile sauti. Jibril hasiki tena chochote, akiangalia mwangale Jibril hamuoni, azunguka ambia afi hadha al-makan yatruku al-khalilu khalilahu, mahali kama hapa rafiki humwata rafiki yake. Akaambia wewe ukenda utapasua, mimi nikenda nitateketea. Alifika mahali Jibrili hawezi fika. Qala Anas bin Malik, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fafaradha Allah azza wa jalla ala ummati 50 salatan, akafaradhiwa mtume swala 50. Farajatu bidhalika, akarudi kwa hizo swala. Yeye akipawa haulizi mtumi. Allahu wa rasuluhu alam. Taisoma hadithi hii, tutaendelea na hadithi ya swala.